Ni kisa ambacho kimewacha wengi wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kuchapishwa. Kisa kinachomhusu mwanamitindo Starlet Wahu, ambaye pia ni dada yake kasisi, moja kati ya makasisi tajika sana hapa nchini Kenya, kwa sababu ya kisa kilichohusishwa na yeye Pastor Victor Kanyari. Taarifa ambazo zimegonga vyombo vya habari ni kuhusiana na mauaji ya Starlet Wahu. Starlet Wahu alikuwa ni mwanamitindo ambaye amekuwa akihusika na mengi na pia akihusika na mengi kwenye mitandao ya kijamii. Amekuwa ni rafiki wa wengi, haswa wale waliopo katika ngazi ya juu na walio na following katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo limewacha wengi wakizungumza wakiuliza haswa ni nini ambacho kilimfanyikia Starlet Wahu. Mshukiwa mkuu katika mauaji yake amepata kutiwa baroni na maafisa wa polisi ambao kwa sasa wanamshikilia, ndipo kuweza kufanya uchunguzi na kugundua haswa ni kipi kilipata kumfanyikia Starlet. The Instagram model and Pastor Kanyari's young sister Starlet Wahu. Starlet alipatikana akiwa ameuawa kinyama katika nyumba aina ya Airbnb kule katika mitaa ya South Bay jijini Nairobi. Mshukiwa mkuu katika mauaji haya anatambulikana kama John Matara. Amekamatwa na anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Industrial Area na maafisa wa polisi, uchunguzi maafisa wa polisi wakiomba ashikiliwe kwa takriban siku 21 ndipo waendeleze uchunguzi wao kuweza kuamua na kudhibitisha haswa ni kipi kimemkuta Starlet Wahu. Wengi wakiwa ni marafiki zake wameweza kujitokeza na kuweza kuzungumza kuhusu haswa ni kipi kimemkuta Starlet. Si Starlet samani, anatambulikana kama Starlet Wahu, jambo ambalo akiwa ni mwanahabari na mtangazaji kutokea katika stesheni ya Naji Radio, muite tunamwitaje Yangeng, anatambulikana vile kama Yangeng vile, ameweza kuzungumza haswa kuhusiana na kifo cha Starlet. Shak the Yangeng amesema ameshare the last conversation zake na Starlet na yale ambayo ameachia yamewaacha wengi wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii. Za ndani zinatuarifu ya kwamba kifo hiki kimetokana na mwanaume ambaye alitoka na Starlet, maana walikuwa wamekwenda kwa ajili ya kujivijari, ila mwanaume yule akagundua binti huyu alikuwa positive, yani alikuwa na kirusi cha ukimwi. Binti kumwarifu na kumwambia kwamba yeye amekuwa akitumia dawa na yupo sawa jinsi ambavyo alivyo. Akimwambia mwanaume pia, wewe sasa ni wakati wako wa kuanza kuzila hizi dawa. Mwanaume akamwambia mimi nitazila wewe ukiwa juu mbinguni. Mambo ndivyo ilivyo. Tunaendelea kufanya uchunguzi na haswa kuchunguza ni kipi ambacho kinapata kuendelea pale katika scene ya mauaji yale kule South Bay. HIV test kit, kodom mbili ambazo zilipatikana pale, moja ikiwa imetumika na ingine ikiwa haijatumika, ndizo zinafanyiwa uchunguzi kupata kudhibitisha pia kisu ambacho kinaaminika kiliweza kupatikana pale. Let me read. On Friday, the country was threatened to horrific scenes after news about the murder of well-known socialite Wahu Starlet broke out. This was after the press exposed the scene where the said young lady was murdered, leaving Kenyans gazing on what could have transpired before a fateful day. According to a report, Wahu had checked into one of the state-of-the-art Airbnb in the city before heading straight to an apartment called Papino with a suspected lover who is at the center of the murder. The DCI was forced to break into one of the rooms in the apartment only to be met with horrific and brutal murder scene. It is reported
that the lifeless body of Wahu was found lying in the sitting room in a pool of blood. Now, according to police, the victim could have been struggling to exit the house and seek help before dying in the sitting room area. It was reported that the assailant cut off the main blood vessels, arteries, causing excess bleeding and eventual death. A quick review of the CCTV footage revealed a woman dressed in a short red dress checking into an Airbnb room with an unidentified man. Another investigation into the bedroom led to a piece of circumstantial evidence, among them a HIV kit with negative results on the table. Police also discovered kuna kondom mbili, moja ambayo ilikuwa imetumika na ingine ikiwa haijatumika. Other items found in the victim's clothes, it's alcohol, a knife and blunt state beddings believed to have been used wakati ule katika mauaji yale. Now, jambo hili limewacha wengi wakipata kugesa swani kipi ambacho kinaendelea. For now, what is being said and the rumor has it, watu kama kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuongelewa, but one thing that we will always say na tutaposalia kuvisema ni eti iwe mtu amefanya nini au nini, you don't have the rights. Yani usijipe wadhifa, usijipe jukumu la kuwa Mwenyezi Mungu, yani wewe ikuwe wewe ndiye Israeli. Hilo tumekataa na nitaishi kusema na nitarudia tena. Kujitwika jukumu la kuwa muuaji, wacha nalo mzee baba. Let karma do its business, hata mtu awe amekukosea vipi. Ni hayo kwa sasa, tunaendelea kufanya uchunguzi tukitaka kufumbua ni kipi kilichotokea. I tell you, tukikamilisha, we will be back here to keep you updated. Make sure umesubscribe.